Maisha ni magumu. Hivi ndivyo ambavyo mwandishi anaanza kitabu chake, ambaye pia ni daktari wa masuala ya kiakili, anaitwa M. Scott Peck, ndio mwandishi wa kitabu ambacho tunaenda kukichambua leo kidogo. Sasa maisha ni magumu ni jambo ambalo kwa ushauri wa mwandishi ni kwamba ni ukweli ambao kila mmoja inabidi auchukulie hivyo. Kwa nini? Kwa sababu anabainisha kwamba ukikubali ukweli kwamba maisha ni magumu, basi huo ugumu unakuwa hauna madhara tena kwako, unakuwa hauna madhara kwako. Lakini kwa mtu ambaye hakubali huo ukweli, manake atakuwa mtu wa kulalamika, kupambana, yani kuforce kila kitu kitu ambacho kitakuwa kinaendelea kinauendeleza huo ugumu wake. Sasa watu wengi wataki kukubali, umeona, ukweli huu. Badala yake ni kulalamika, kusikitika na kutafuta njia za mkato, na kuletea katika title kitabu chake kinasema kwamba the road less traveled. The road less traveled manake ni ile njia ambayo haipitiwi na wengi, yani watu wengi hawaipitii, wanapitia njia nyingine. Kwa hiyo the road less traveled ni mkakati wa kimaisha wa kuyaendea mafanikio, lakini katika njia ambayo wengi hawaipiti. Sasa tunaenda kuona ni kwa namna gani inakuwa hivyo. Ni kwa namna gani inakuwa hivyo. Concept ya kiujumla ya mwanadamu ni kwamba anapokuwa anajua njia sahihi ya kufikia kitu, struggle. Sasa akishaona ugumu umemzidia, atafuta njia mbadala ya kufanya ya kufika kule alikokuwa akipahitaji. Sawa kabisa, haina shida. Sasa katika njia ambayo wachache huifuata, kuna sehemu kama ile kitabu kimegawanyika katika vipengele kama vile ambapo nimevi summarize. Sasa na kila kipengele kina jinsi ambavyo kina define mwongozo wa kuendea mafanikio au ile destiny ambayo mtu ameifikia kwa kupitia njia ambayo wengi hawaipitii. Sasa kipengele cha kwanza kinajumuisha katika nidhamu. Lakini nidhamu ambayo tunaifahamu sio tabia nzuri au nidhamu ambayo tunaifahamu. Nidhamu ambayo iko hapa ni kwamba mtu anatakiwa awe na nidhamu katika dhana 4, kwamba unapokuwa unapambania ndoto zako, delay gratification maana ni kuchelewesha starehe, au tuseme kwamba kwamba starehe ambazo ungezipata sasa hivi hebu zisubirishe, kwamba huu muda wa upambanaji usiwe ni muda wa kufanya vile vitu vya luxury au vile vitu ambavyo vinakupa wewe raha au vitu vinavyokupa wewe ufahari. Hapana, jaribu kutembelea vitu vya kuvaa nguo za gharama, kwenda sehemu za gharama, kufanya vacation za gharama, kufanya hivi na vile, vitu kama hivyo. Jaribu kuviweka pembeni kwanza. Gratification, jaribu kuviweka pembeni kwanza. Hiyo ni dhana ya kwanza kabisa ya nidhamu. Visubirishe, pambana, alafu hivyo utakuja kuvifanya baadaye, baada ya kuwa umepata uhakika kwamba kiukweli ndoto nilizokuwa nazifikia au sehemu nilikuwa nahitaji kuifikia ni hii. Hapo utakuwa umedelay gratification, na hiyo ni dhana ya kwanza kabisa ya nidhamu, ya kujinadhimisha. Okay? Lakini dhana ya pili ya nidhamu ni acceptance of responsibility, kukubali wajibu. Kukubali kuwajibika. Hii ni dhana ya pili ya nidhamu. Unajua mtu yeyote ambaye hana nidhamu anakuwa ni mtu wa kila situation inayokuja ambayo ni ngumu, anakuwa ni wa kulaumu, okay? Kulaumu au yani ni mtu wa kuchukulia mambo for granted. Analalamika, anaumia, anafanyaje, akiambiwa hiki, akiwa subjective kwenye hiki, analalamika, anaumia, anafanyaje. Sasa kwa mtu ambaye ana hekima na busara, anajitambua, inabidi accept, halafu awe accountable, awajibike. Kwamba ndio kitu kimekuwa hivi, wajibika sasa. Sio kusema na kuumia, wajibika. Yaani huo ndio ugumu wenyewe. Unapopokea challenge, wajibika, kuwa accountable. Accept, kubali challenge, halafu ishughulikie. Face it. Okay? Ikabili, okay? Ikabili. Hiyo ni dhana ya pili ya nidhamu. Lakini dhana ya tatu ya nidhamu kwamba dedication to the truth, kushikamana na ukweli. Hii inafanana hii dhana iliyopita. Kwamba kitu kikitokea kubali kwamba yeah, of course imekuwa hivi, imetokea. Sasa
niwe accountable, niwajibike sasa kwenye hiyo situation kuiface. Ni dhana ya tatu ya nidhamu. Hivi ndivyo ambavyo nidhamu inafanya kazi katika process ya kupambania ndoto. Lakini flexibility, hiyo ni dhana ya nne ya nidhamu. Flexibility manake ni ule uwezo wa mtu kuadapt kuendana na. Unajua kitu kibaya sana kwenye maisha ni pale mtu ambapo unakuta hajui vitu halafu hataki kujifunza. Yaani yule mtu ambaye hana uwezo wa kujitwist kulingana na mazingira yanataka nini au nyakati zinataka nini. Okay? Kwamba labda kwa labda wiki hii au mwezi huu mwaka huu mambo yameenda hivi, ajitwist, au masuala ya masoko yameenda hivi, ajitwist, au tuseme soko la ajira limeenda hivi, ajitwist, au soko la ajira linahitaji hiki, ajitwist. Unakuta mtu yeye yuko rigid, yaani mtu yuko solid, yuko solid, hataki kubadilisha, yaani hataki kabisa kubadilika. Umeona? Hiyo ni lack of flexibility, na hiyo sio nidhamu. Nidhamu ni kuwa flexible, yaani uwezo wa kunyumbulika kulingana na mazingira au uwezo wa kunyumbulika kuendana na mahitaji ya dunia. Hiyo ndio inaitwa flexibility. Na hii ni dhana ya nne muhimu sana ya nidhamu. Kwa hiyo kwa mfano kama right now soko labda dunia inaelekea kwenye sayansi, kwenye teknolojia ya mitandao, digital world, okay? Digital marketing, digital nini, vitu kama hivyo. Sasa unakuta mtu hataki kuendana na dunia jinsi inavyokwenda. Hataki kuadapt, hataki kujifunza. Hiyo ni lack of flexibility, na hiyo sio nidhamu. Umeona? Ili uweze kuenda katika njia ambayo inapitiwa na wachache, lazima uwe flexible. Kuwa adaptive na mazingira, kuwa adaptive na nyakati zinavyokwenda, kuwa adaptive na kila kitu ambacho kinaendana, kuwa adaptive na sera za serikali, kuwa adaptive na kila kitu ambapo, yaani jinsi ambavyo dunia inakwenda, inabidi na wewe uwe adaptive kuendana nayo. Hiyo itakurahisishia sana kufikia destiny za maisha yako. Hiyo ilikuwa ni sehemu ya kwanza ya nidhamu. Lakini sehemu ya pili, kuna dhana ya upendo. Unajua hapa kwenye kitabu hiki bwana, nimeshangaa sana. Nimepata definition moja ya upendo ambayo imenishangaza. Watu wengi sana wahisi kwamba upendo ni jambo la kihisia kulingana na asili za kibiolojia. Lakini nimekuja kushangaa. Nimepata definition ya upendo hii, ngoja nikusomee. Nasema hivi kwamba upendo ni nia na utayari wa mtu kujitoa kwa ajili ya kukuza na kurutubisha ukomavu wa kiroho wa nafsi ya mtu mwingine. Ni nia na utayari wa mtu kujitoa kwa ajili ya kukuza na kurutubisha ukomavu wa kiroho wa nafsi ya mtu mwingine. Kwa upendo sio hisia, bali ni kitendo cha nia na maamuzi. Kitendo cha nia na maamuzi. Sasa unapochukua decision ya kuwa na influence ya kiroho kwa ajili ya mtu au we mwenyewe, hiyo ni upendo. Kuwa devoted, kuwa na maamuzi ya kumove, kuwa na maamuzi ya kumove. Mungu anaelezea hii sehemu ya tatu, afu ushangae kwamba nguvu isiyoonekana. Nguvu isiyoonekana, tunaamini kwamba unajua katika kupambana kila mmoja ana belief. Unaona? Kila mmoja ana belief, ana imani kwamba nyuma yetu kuna upepo unaotusukuma kwenda mbele kwetu tunakohitaji. Sasa katika belief yenyewe au imani, inaweza kuwa ni Mungu, inaweza kuwa ni asili, yani nature, au inaweza kuwa ni ulimwengu, yani universe, au nguvu ya kiakili inaitwa subconscious mind. Hizi ni nguvu za asili zinazo drive sisi kwenda mbele, kukua, kwenda juu. Sasa siri ya hizi nguvu za asili ni kwamba zenyewe zitakuwa na impact kwako tu pale utakapokuwa umeamua kupiga hatua. Yaani utakapokuwa umeamua kupiga hatua. Hizi ni nguvu zisizoonekana. Sasa unapochukua hatua ya kupiga hatua, ndivyo zile nguvu zinazopata nafasi ya kukupush wewe, kukusogeza wewe, kukusongesha mbele ili uweze kufikia kule unapohitaji. Sasa mtu akikosa ile determination ya kuanza au ile determination ya kupiga hatua ya kwanza, hapo ni ngumu sana kwenda mbele. Hawezi kabisa, na zile nguvu za asili za kiimani hazitakuwa na impact yote kwako. Hazitakuwa na impact yote. Zinasubiri wewe upige hatua.
zinahitaji wewe ufanye upige hatua, ndipo utakapoona matokeo ya haya ya hizi nguvu zisizoonekana. Sasa katika kitabu hiki nimeona ni define hizi sehemu tatu, ya nne naona sio yenyewe tu, ni kama hitimisho. Kwa hiyo ili uweze kuchagua njia ambayo haipitiwi na watu wachache, inabidi uwe na nidhamu, utambue nafasi ya upendo kama jinsi ambavyo nimeelezea, upendo ikimaanisha kwamba nguvu ya kimaamuzi na nafsi, lakini pia ujue namna gani ya kupata backup ya zile nguvu zisizoonekana. Haya ni mambo muhimu sana ya kuzingatia ili uweze kupitia the road that is less traveled, kulingana au kwa mujibu wa kitabu hiki. Kwa hiyo inabidi uzingatie pointi hii ili uweze kufikia ndoto ambazo umezipanga au ndoto za maisha yako. Ni muhimu sana. Asante sana kwa kunisikiliza, naomba usubscribe, tuende kwa pamoja katika mjadala vitabu tofauti tofauti, tuzidi kujifunza pamoja. Nashukuru sana.